Lehe, tunaenda kumreview mkaka single number 4. Bachelor man number 4 on the stage. Kaka single number 4. Hapa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Hekima. Hekima. Yes. Angalia kule kwenye kamera. Unaitwa? Hekima. Hekima. Yes. Una miaka mingapi? Umri wangu na range kati ya 35 hadi 40, nipo katikati hapo. Hebu geuka hivi kidogo, geuka kama unaangalia kamera. Yaani sogea kwangu, sogea kwangu. Hapo hapo. Umri una range katika 30 na 35 mpaka 40. Una range hapo. Unatokea wapi? Unatokea wapi? Masaki. We. Unafanya kazi gani? Ni mwandishi wa content mbalimbali ambazo zinaruka kwenye TV, na pia kuna kazi zingine huwa nazifanya, lakini ni mwandishi wa content za TV. Kazi zipi? Yani film, music, naandika vitu kama hivi. Naandika, nafanya pia mwenyewe mbele ya kamera. Kuna kazi nimezifanya, lakini pia kuna kazi zingine pia nafanya. Okay. Umekuja kwenye challenge hii yani kwa madhumuni gani? Najua kwenye maisha haya siku zote ukifika umri fulani, umri huu wa kiutu uzima utuliokuwa nao, najua lazima utafute mtu, utulie, mwisho wa siku utulie, maisha mengine yaendelee. Kwa umekuja kutafuta mtu wa kutulia naye? Yes. Na unatamani aweje? Huyo mtu natamani awe mrefu, awe mweupe, naona awe smart kichwani, mtu mwenye hofu ya Mungu. Kuanzia hapa yani uliyosema, umemwona tayari huyo mtu hapa bila kumnyosha kidole? Kiukweli bwana, msema ukweli, mpenzi wa Mungu, mimi huyo mtu hapa mimi sijamuona. Kwa sababu mionekano tu ya wao imezungumza kitu difa kabisa. Najua na sisi wasanii tunagundua kabisa huyu mtu, wasanii, waongozaji, watengenezaji wa content, wanamuziki, tunajua kabisa huyu mtu bwana, huyu sio kupitia tu muonekano wake. Japokuwa wazungu wanasema don't judge a book by its cover. Okay? Sawa. Sasa kwa maneno yako ya mwisho, don't judge a book by its cover, inabidi tuwaulize kwa nini wamepasua, na wewe utawauliza. Sawa? Okay. Kawaida. Mambo? Poa. Kaka samani, naomba usogee hapa. Kwa nini umempasulia puto kaka? Kwani kuna ulazima wa kusema kitu? Hamna ulazima. No comments. Okay. No comments. Mambo? Rachel, kwa nini umepasua puto? Kiukweli hajanivutia tu. Hajakuvutia? Yes. So mambo yako? So vitu zangu. Kitu gani hujavutiwa nacho? Sababu kwa kweli ambayo hajanivutia mimi kutoka kwake ni mwembamba sana. Mimi napenda kidogo. Yes. Mwembamba sana, si ndio? Unajua nini? Hapo ndo wanapopotea watoto wengi. Sijui watoto wa 2000 nini wanaamini katika miili mingine. Unajua kuna watu wengi wana miili mikubwa lakini sio wanaume, wanapiga chuma na kula mapoda, wamepoteza uhalisia wao wanaume. Sasa je, sijui ni bora kuwa na mwili mkubwa afu nikapoteza sifa ya wanaume? Hilo nawaachia wao ambao wanafagilia hizo mambo hizo. Mimi nawaachia, lakini hiko ndo kitu cha kujifunza na kuangalia. Kwa hiyo wewe wanaume upo vizuri kabisa? Mimi niko sawa. Sawa kabisa. Niko sawa, ndio maana natafuta mtu, niko sawa. Nasikia? Dada mambo? Poa. Na kwa nini umepasua puto? Hujavutiwa na kaka? Sijavutiwa naye. Kipi ambacho yani kinafanya hujavutiwa naye? Kwenye umri ipo sawa, kwa sababu nilisema nataka mtu ambaye at least amezidi miaka 5 huko na kuendelea, ipo sawa. Lakini ukimzingatia sana
yaani hata katika kujitetea hapo dada kamwambia kwamba hajampenda kwa sababu mwembamba. Amebezi sana kusema kwamba wanaume wengi wanaenda gym, wana miili mikubwa lakini wamepoteza uhalisia wa nini? Wa wanaume. Yaani hajazungumzia katika upande wa maisha, labda mipango ya maisha. Yaani mipango yake imekaaje, yeye ni mtu gani, akili zake zinawaza nini, lakini yeye amewaza tu kwamba mimi niko vizuri, yaani kwamba yeye yuko vizuri, sio kama wanaume wengine ni mwembamba lakini yuko vizuri. Yaani hajazungumzia vitu vingine vyenye mantiki. Kwa unamuona hana akili. Yaani kwa mimi nilivyomtafuta sio kwamba hana akili. Yaani nimeshangaa kwa nini imekuwa hivyo. Yaani angeongelea vitu vingine vya kimaisha. Hajaongea vitu vyenye mantiki. Yaani umejitetea sana wewe, umejigamba afu na mwisho wa siku hata kwenye vitabu ameandika kila mtu atabeba msalaba wake. Lakini katika hilo mimi ni mtu ambaye nafanya kazi zangu nikifocus siku ya mwisho niwe na maisha mazuri. Hapa nilipo na maisha mazuri kiasi changu najitegemea mwenyewe, lakini siku ya mwisho naendelea kupambana kutafuta kutengeneza siku ya mwisho nije kuwa na maisha mazuri zaidi. Unaona? Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo, ni vitu vya mipango na taratibu vinakuja automatic, na kwa sisi wenye akili zetu na mipango yetu ambayo tunaishi hapa, ila tumepanga mipango ya miaka 30 mbele. Hatuwazi, hatupagawi, ni vitu fulani vya kawaida kwenye maisha. Kuna changamoto na hizi ndio changamoto naweza kukutana nazo, na najua kabisa naenda wapi, naelekea wapi. Nimeshapanga vitu vyangu, niko smart katika kupanga nyumbani huko na diary yangu ambayo ina plani zangu. Unaona? Kwa hiyo niko hivyo. Yaani ukiniona unaweza ukanichukulia kama ni mtu wa kawaida, lakini mimi mwenyewe najijua niko smart, nayefanya nao kazi wanajua niko smart. That's why niko hapa katika jambo hili, nipo serious. Lakini unaweza ukienda dukani unaenda kuchagua nguo, unakutana na nyanya sio mahitaji uliokuwa unayahitaji, mwisho wa siku utarudi ukiwa hivi. Sawa. Maana yake uko tayari kurudi single, shatuambia, si ndio? Haya. Mambo poa. Mbona kama uko unaendana na kaka kabisa, mnakaribia kufanana. Alafu na umepasua pulizo. Inawezekana kweli tunaendana sana for age na kila kitu tunaendana sawa, lakini naogopa. Unaogopa nini? Kwa sababu mimi napenda sana ikaeka za kitandani jamani, nisiwe mwongo. Napenda mapenzi kuliko kula. Naogopa nitamchosha kwa kweli. Utamchosha. Naona yakubali hayo kwamba utachoshwa kitandani, wewe ujiwezi. Sio kweli. Naona yani iko kitu sio kweli kabisa. Yaani mimi niko vizuri na najiamini na ninaweza nikahudumia wanawake wengi kwa ndani ya muda mchache bila kutumia dawa ile sijui mikongo sijui nini. Yaani mimi niko vizuri. Yaani sio naongea hapa nipendezeshe kipindi au sio kwa kuna uhusika na uvani. Niko vizuri kuingia kwenye show zangu za kibabe, mikito ya kibabe, ndio hivyo tena. Maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo anavyosema hivyo, yani anajidanganya. Yani labda kama ana sababu nyingine, lakini kwa sababu hiyo unaweza kabisa. Yani mimi naweza hizo show, mimi naziweza. Bao ngapi? Bao ngapi? 6. Kawaida tu. Ngoja. Njoo mara moja. Nisaidie kitu kimoja. Naomba unisaidie push up 5 tu. Hapa. Sasa push up za nini? Push up za nini? Yaani tunataka kupima nguvu kidogo, nguvu. Nguvu hazipimwi kwenye push up. Nguvu hazipimwi kwenye push up. Yaani sasa hivi kama ka challenge tu, mimi nimekuomba kama host, yani push up 5. Challenge utaniswetisha afu nitembee kwenye gari nini na nuka kikwapa nini. Sasa kwenye gari siku na AC. Unaona? Mbona anaita sababu? Yani siwezi nikakifanya iko kitu cha kupiga push up. Push up. Uwezi. Ile bao 6 chap chap. Faster kama umeme vile. Kama treni ya mwendo kasi. Mambo.
Kaka Samani sogea hapa. Jamani. Melania, kwani umepasua puto? Mimi nimepasua puto kwa sababu yeye kasema yupo kwenye between 35 mpaka 40. Kwa hiyo amesema yeye sasa hivi anachokitafuta ni mtu wa kutulia naye. Mimi hapa I'm just 24. Kwa hiyo na mimi bado nahangaika, kwa hiyo sitakutuliza babangu. Kwa hiyo I'm sorry. Huyu hauwezi kutulia naye. Wewe unataka kutulia naye nyumbani? Ni kweli. Je, huyu unavyomuona? Mm. Angekufaa au vipi kwa kumwangalia tu? Kwanza umemsikia anavyoongea? Umemsikia anavyoongea? Nimemsikia anachoongea. Jina lako nani? Melania. Sikia? Yes. Unatokea wapi? Salasala. Na miaka mingapi? 24. Huyu unavyomuona, yuko smart kichwani au kuongea tu? Ni mtu fulani yuko smart sana katika vitu vyake, katika uongeaji wake. Unaona? Nani? Sio kwa sababu labda kuna lafuzi fulani kaibeba, lakini unajua kuna kitu mtu anakiongea, anaongea nani pointi za msingi. Unajua lazima siku ya mwisho kwenye haya mahusiano, unaona, utarukaruka hapa, sijui wengi watoto wa 2000, unajua sielewi. Sijui kuna watoto wa 2000 hapa wengi. Bado hawa watoto wa 2000 samahani, lakini ndio hivyo, watoto wa 2000 wanapenda kuruka. Sasa sisi watu wazima kidogo, unaona, ambaye eji imepita kidogo, tunahitaji tutulie, tupoe. Ukilingania kazi zetu baada ya kufanya kazi ngumu, labda uandishi wa filamu, tamthilia, ni mgumu sana kwa watu wanajua directing. Unakutana na wasanii, unaenda location, umechoka, ukirudi nyumbani unataka kutulia. Sasa unakuja kule ukimkuta mtoto wa 2000 anaweza kidogo. Mtoto wa 2000 bwana anaweza akanani asielewe. Kwanza mimi kitu kingine, yani mwanamke anayempenda aelewe kwanza kazi yangu namba 1, licha ya kazi zingine nazifanya, ila mimi napenda sana sanaa ya uigizaji, kuitengeneza na kufanya mbele ya kamera. Kwa hiyo mke wako anataka aigize? Mke wangu sipendi aigize, ila nataka aniruhusu mimi nifanye kazi ya sanaa. Iko ni kigezo kimoja namba 1 na kiangalie. Kwa hiyo kama huyo mwanamke apendi sanaa, basi kwa vyovyote vile apite kule na mimi atapita kushoto, mimi nitapita kulia, lazima tutaachana. Wewe ni msanii. Yes. Damu. Art. Ukikata hapa damu yangu imeandikwa sanaa ya uigizaji. Kiatu shingapi hichi? Maana umepiga pamba kali nini, naona kuna kidude cha funguo hicho, ni kidude cha hela. Kawaida, unajua nini? Tunapenda na wengine si tunapenda kupoa. Tunapenda kupoa. Kwa hiyo tunachokifanya kati ya vitu ambavyo tunawekeza nini na nini, na tumeshajua wenzetu wanatamba na mabode yao, sisi pia katika muonekano wetu wa mavazi nini na nini tunazingatia hapo, unaona. Watasema huyu jamaa mbona kama yuko smart nini na nini, unaona. Ni beta kuwa smart wa akili kuliko kuwa smart wa muonekano. Lakini kwa smart wa akili au smart wa muonekano? Vyote viwili. Vinaenda sambamba. Utasema mbona anasema huyu kaka anasema smart lakini ana madevu ameacha. Hilo nalijua. Na hilo kwa sababu nini? Mimi nimekwambia ni msanii, nafanya kazi zangu za sanaa. Kwa hiyo kuna viporo vingine sijamaliza, alafu imehitajika leo nije kwenye show. Kwa hiyo umeshadidis kwamba una mindevu nini, umeamua tu wale. Sio kujidisi. Yaani mimi najikubali, mpaka nasema hivi najikubali, mpaka niko hapa mimi najikubali. Ndevu umeacha kwa sababu ya kazi, umeacha kidogo. Na kazi kuna na ma project na Geuka hivi kidogo aone ndevu. Mimi nina swali, kasema hizo ndevu kaziacha kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo uko kwenye uandishi wako unaandikia ndevu au unaandikia kalamu? Sio kuandika tu, kama umenanina nafanya uigizaji pia. Sasa uigizaji ni muonekano. Wewe ukiwa sio muigizaji ninavyokuambia uwezi elewa. Kuna kitu kinaitwa continuity. Unavyoonekana saa hizi na katika sini za mbele inatakiwa uonekane vile vile. Kama alikuwa na madevu, ukienda ukipita pale mjini YouTube, ukifungua series moja inaitwa Panya wa Jiji, inaitwa Fufusha, basi utaniona nimeigiza katika muonekano huu.
Kwa hiyo siwezi nikauondoa mpaka nitakapomaliza hizo project. Ukimaliza project unanyoaga ndevu? Nanyoa ndevu, natulia, naendelea na maisha mengine. Unanyoa zote? Napunguza, nachonga. Napunguza, Yes. Na nywele? Na nywele hivyo hivyo. Unanyoa. Yes. Kiatu shilingi ngapi hichi? Kawaida, bei zinaeleweka, si Travota hizi. Bei zinaeleweka. Shilingi ngapi? Bei zinaeleweka. Sisi sasa hatujui si wa kike. Hamna haja ya kuvizungumzia sana, viatu vinaeleweka. Travota Kariakoo shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Inaeleweka kawaida tu. Ni shilingi ngapi hiyo? Inaeleweka nani? Avizidi laki, avipungui laki. Yes. Kwa ni laki. Avizidi. Avipungui laki? Avizidi laki. Avizidi laki. Nani cameraman umechukua? Avizidi laki, avipungui laki. Yes. Haina shida, laki moja. Suruali shilingi ngapi? Hii ni drip check. Usijali kabisa, ni drip check. Basi inatosha. Lazima nielezee vitu vyote. Unajua vitu vingine vina nani? Yaani vitu vingine vinajieleza tu. Kwa hiyo basi tufanye hivi. General, yani unavyoona juu mpaka chini umeua shilingi ngapi? Yaani approximation chap. Yaani wewe mwenyewe unavyoona, wewe mwenyewe uta approximate hapo. Utafikiria. Hamna shida. Sasa simama hapo. Geuka hapo. Sasa hapa kinachofuata ni challenge. Yes. Sawa, challenge ya poda. Ambayo hiyo poda ikiletwa hapa, utachagua mtu mmoja au wawili tu wa kuwapaka poda usoni. Na hao watu ni kwa sababu hujawapenda au hujavutiwa nao au wamekukera. Umeona tangu mwanzo mpaka sasa hivi. Wadada wawili tu. Unaweza pia usiwapake ukaamua kujipaka wewe kwa sababu yao, labda wote umewapenda. Au kama umewachukia wawili unawapaka. Kama ni wote umewachukia unachagua wale zaidi, wawili au mmoja. Sawa? Sawa? Sawa. Haya, poda on stage. Taratibu sasa. Taratibu basi. Unampaka kidogo, sawa? Unampaka mara moja. Ukufafanua. Embo mwingine ni yupi ulikuwa unataka mpake? Wawili embo. Wawili. Mwingine ni yupi? Nionyeshe. Mtihani. Wote au unaona wote? Wote. Au watatu au wawili. Bado yaani hapo ananipa mtihani. Wewe unataka wangapi? Niambie wewe unataka wapake wangapi poda? Wewe shampaka. Hapo unataka wapake wangapi tena? Hapa nimalizie tu mmoja. Yupi nionyeshe? Chap. Nionyeshe afu tutachukua nyingine. Hata wawili kama unaona unashindwa kuchagua wa kumpaka poda. Niambie kwanza nionyeshe, usimpake, nionyeshe kwanza. Huyu mweupe. Basi arudisha kwanza hiyo karatasi. Rudisha karatasi. Kwa wewe leo ngoja tu uache kwa huyu kwa sababu umempaka nyingi, umempaka mara 2. Umezidisha dozi. Unaona? Tatizo kufafanua unajua. Sawa. Kwa hiyo ina maana ungeendelea kumpaka mpaka shingoni huko sasa. Au umesema nimpake poda ila hujasema nani? Hujasema ni yaani nimpake kwa staili ipi? Mimi mpe staili niliyopendezwa nayo ndio ile. Alikuwa anatumia nguvu sana. Hadi nimeogopa. Amekupaka kwa nguvu sana? Sana. Nikajua natolewa jicho. Kaka vipi? Hizo show unaziweza kweli kwa staili ya kupaka poda kwa nguvu. Ukitandani si utamvunja mtoto wa watu kiuno. Kwa sababu sijapendezwa naye, sasa nifanye nini? Kama sijapendezwa naye lazima ni hivyo. Ngoja nikuulize, kwa nini umempaka yeye? Hujapendezwa na lipi? Lipi? Unajua kwamba yeye kama ni yani unajua tangia nimefika unajua ni mwanamke wa kujiona, unajua anajiona yupo klasi fulani, anajiona yuko hivyo. Unaona? Unaweza ukajiona upo kwenye level hizo, kumbe uko level ya kawaida tu. Unaona? Kwa hiyo ni kawaida. Jamani, sijaongea chochote kuhusu yeye. Amenionea bure, amenichukia bure. Sijamjaji chochote. Hivi unajua mdada alisema no comments.
Hakuongea kitu kuhusu wewe? Au umesahau? Yaani huyu nilivyomuuliza useme lolote kuhusu kaka. Kwa nini umepasua puto? Akasema kwani lazima kuongea? Nikamwambia sio lazima, akasema no comment. Unajua hapo kupitia no comment. Sogea. Hiyo ndo mbaya zaidi. Ogopa kwenda sehemu kuambiwa no comment. Unajua huyu ni mtu ambaye basi kutokana na hivyo nimepaka poda sehemu halali kabisa. Unaona? Kwa nini nimepaka sehemu halali? Mtu anapokuambia no comment, yaani unashindwa kujijua sasa nipo sehemu gani? Unaona? Nipo sehemu gani? Huyu dada anamaanisha nini? Sasa ni bora mtu apasuke, aseme ukweli, ujue kabisa mimi niko sehemu fulani. Kwa mtu asipokuambia ukweli akamua anyamaze tu aweke moyoni, inakuuma. Inakuwa chembe za unafiki. Wewe mtu funguka sema. Ila mwanzo ulikuwa hujui kama huyo kusema no comment unajua Nakumbuka. Nakumbuka. Na kwa nini ulikuwa unataka umpake yule pale mweupe? Kwa nini? Yule wewe mwenye comment zake umesikia. Haina tena haja ya kurudia comment umesikia. Unaona? Ame nani? Yaani comment zake zinajieleza. Kwa hiyo kupitia comment zake hizo aliza comment alivyonielezea ni hivyo, na kwa sababu nimpewa nafasi 2 lakini ningepewa nafasi nyingi zaidi ningefanya kitu kingine cha ajabu mpaka kila mtu angeshangaa. Ambacho ningepaka labda karibia wote au ningeacha mmoja. Hongera sana. Hongera sana. Kati ya wote hapo ungemwacha yupi mfano? Yupi ana afadhali? Ningemwacha pale Bonge. Ningemwacha Bonge kutokana na nini? Yaani jinsi ya uongeaji wake. Unajua ameongea vitu vya msingi sana. Wewe mwenyewe lafudhi. Sio lafuzi, shida sio lafuzi. Amesema kwa saizi mimi bado kijana, kwa hiyo naendeleza maisha ya ujana, sifai kuwa mke, material ya mke yaani muda huo sijafika. Kwa hiyo iko kitu ni kizuri sana kuliko ukaenda ukalivaa hapa jinamizi ukaenda kwenye ndoa ikaja kuwa shida. Unaona? Kwa hiyo ndoa ukirudi makelele mara mmepigana mara mmeshikana visu, sio wengine napenda kupoa kutulia. Hekima? Yes. Hekima is going home single. Hekima wanarudi nyumbani single jamani. 100%. Unajua nani tu haya maisha ni subira zinahitajika. Ukifanya jambo kwa kukurupuka, wanasema kosea vitu vyote usikosea kuoa. Sasa ulikuwa umefuata mke. Nilikuwa nimfuata mke kabisa serious. Chukua kesho unaenda nyumbani kwao. Taratibu mnakamilisha na nini ndio hivyo, kwa sababu unajua kuna maisha lazima ukifika utulie. Lakini sasa watoto siku hizi watoto 2000 hawa nini wanapenda kurukaruka, watu wanaona kurukaruka. Kwa hiyo unataka mtoto 2000? Mtoto 2000 jao bwana. Haya bwana. Haya, asante sana. Unatumia Instagram labda Facebook? Instagram natumia. Jina gani? rock_star2290. Okay. Yes. Nimemsikia jamani. Hiyo ni Instagram. Asante kaka. Kwa heri. Asante. Jamani, this was fun. This was fun. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Mapenzi ni hisia na zile hisia ni kama shoti za umeme. Kwa hiyo moyo wa mtu huwezi kuulazimisha. Kwanza nikupe compliment yako, wewe ni mzuri. Una kidimpo kizuri. Kidogo. Nimeona dimpo, ngoja nielekee. Lakini he's not my lights. He's good lakini ni basi tu. Eti kaka, kwani umevutiwa na mimi? So vitu zangu afu vitu vingine siwezi kuongea bila mwanasheria. Kila ninavyozidi kumwangalia nazidi kuumia sana. Yaani ni kama wana look the same hivi. Kwa kadri ninavyozidi kumwangalia, yaani
navuta picha kwa ex wangu afu naona kama yatakuwa yale yale tu. Poda challenge. Jamani, poda on the stage. Sasa mimi ngoja tu nimpake huyu. Au usiniambie. Mimi nampaka huyu. Ai ai ai